dushime Uwiteka tumuvugirize impundu tumutambire kuko ibyo yakoze nta n'ubu yibarije amahanga yose namwe mw'amoko yose namwe bituye isi byose nimumfashe dushime Uwiteka tumuvugirize impundu tumutambire kuko ibyo yakoze
Ni mzuri katika jina la Yesu. Wageni ambao wameingia tu saa hizi, kipenda mahali ambapo unaweza jisaidia, unaweza tokea kwa ule mlango na mkono wangu wa kulia, mahali pale kuna vyumba za wadada na pia za wanaume, mahali ambapo unaweza pata usaidizi wa kimwili, na Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Ibada yetu itakuwa fupi, tutaweza kufupisha mambo mengi ili tuweze kuokoa muda kidogo, maana hii ibada inafaa kuwa imeisha by saa 7:30, lakini saa hizi tunaona muda umesonga kidogo, lakini mambo yote itaenda vizuri katika jina la Yesu. Kwa hivyo wale wanatayarisha bibi harusi, tafadhali waweze kumuharakisha kidogo ili tuweze kuendelea. Wachungaji wote ambao kumekuja, Mungu awabariki, karibuni. Wachungaji, maaskofu, wazazi, asanteni. Nitaomba tuweze kusimama, si tuweze kusimama, tusimame tafadhali, tusimame. Kama mko na uwezo wa kusimama, bibi harusi anapoingia katika jina la Yesu. Asanteni. Karibu bibi harusi, ni siku yako. Mungu akubariki kwa kushinda katika hii safari katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, Mungu awabariki. Situweze tuweke mikono yetu pamoja, tumshangilie Yesu. Katika hii ibada ya siku ya leo, tunaomba Jehova ukajitukuze kwa utukufu wa jina lako Mwokozi. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tumeomba na atakaoamini. Kanisa sema amen. Nitapenda kukaribisha waimbaji wetu wa hapa Restoration. Tusifu Mungu kwa simameni tu, tutasifu sisi wote. Tusifu kwa dakika 5, tumsifu Bwana na itakuwa ya baraka sana katika jina la Yesu. Karibuni waimbaji. May the Lord bless you. Yes.
askofu. Simameni. Situwapigie makofi, tuwapigie makofi. Asanteni. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Sasa nitauliza tu tusimame, simameni tu mara yao. Simameni tu sasa, simameni sasa. Hata kama kusimama ni kuzuri, simameni wapendwa. Hata kule nyuma simameni, msijali. Hii ni siku ya miamba hizi na Muhorana na tunashukuru, tusimame. Amen. Kwa wakati huu tumebarikiwa sana, tuko na baba ya Patrick wa kiroho, askofu wetu Godfrey Nderitu, na ningependa tuweke mikono yetu pamoja tumkaribishe Bishop Godfrey Nderitu aweze kuja na kuendelea katika jina la Yesu. Karibu askofu, Mungu akubariki. Bwana wetu asifiwe. Muraho, mko salama? Amakuru. God bless you. Tushangilie Yesu makofi. Nataka wakati huu tumshukuru Mungu. Tuinue mikono tumwambie asante kwa kubariki watoto wetu. Tuko na Mahorana na Patrick pamoja na Nyambahisi. Tuambie Bwana asante kwa watoto wetu. Asante kwa siku ya leo ambao umetupatia siku ya harusi. Tunaikabidhi mbele zako. Asante kwa kila mmoja ambaye amekuja. Asante kwa ibada hii. Tunaibariki na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tunaweza kuketi mbele za Bwana. Mimi naitwa Bishop Nderitu, ambao tumekuwa na familia hii ya Pastor James na kijana wetu Patrick Mwarana, na tunawakaribisha sana mahali hapa. Msisikie nyinyi ni wageni, nyinyi ni marafiki wa hii kanisa. Tumefanya maharusi nyingi, sherehe nyingi hapa ya Wakongo. Sasa tumekuwa kitu kimoja, na msisikie wasiwasi, msisikie mko nyumbani, msikie tunawakaribisha sana. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama vile mchungaji wetu amesema, kuna wachungaji wengi na tungetaka muwe na dakika za kufanya mambo mengine ili msifungiwe jambo lolote. Kwa hivyo mimi nitatumia muda mfupi sana kuwaunganisha hawa vijana wetu. Tukisha waunganisha, sherehe iendelee. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo mkiona kama tunakimbia, tunataka kila mtu mambo yote ifanywe vile inahitaji kufanywa, na wageni wala wanatoka town zingine wafike mchana na mambo yote iwe sawa. Kwa hivyo wakati unataka kuintroduce mke wangu tena, asante. God bless you. Na nishukuru wachungaji ambao wamelea msichana wetu Nyambahisi, wachungaji kutoka Kayole, tumewafurahia sana. You will have enough time. Bwana atawabariki sana. Nataka wakati huu niweze kuomba, alafu tutaendelea. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya vijana wetu Orlando Patrick na Nyambahisi. Tunawaombea baraka pamoja na wasimamizi wao. Tunapoendelea, tunaomba uwe pamoja nasi kwa ibada yote. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Wakati unataka kukaribisha Orlando asimame na best couple wake, asimame na miguu yao, tuwashabie makofi. Na nikaribishe baba ya Orlando James Patrick, Pastor James na mama wasimame, tuwashabie makofi. Nataka kukaribisha msichana wetu Nyambahisi na ule anaomsimamia wasimame, tuwashabie makofi. Na nikaribishe wazazi wa Nyambahisi, wale wamekuja na msichana waweze kusimama. Asante sana wazazi sana. Na kwa sababu ya muda, na washukuru wazazi sana wa Mwalana na wazazi wa Nyambahisi kwa kulea huyu msichana
ya kijana. Tunawashukuru, tuwashapie makofi wote. Amen. Tunaweza kuketi kwa sababu watapewa katika, sio nyinyi, ni wazazi. Nimesema nyinyi, sijasema mketi. Wazazi, asante sana mkikuwa na nafasi yenu kwa reception. Sasa nataka kukaribisha vijana waniandalie hii podium kidogo, tuweke kando ili tuweze kuanza harusi. Sasa nataka kukaribisha dada yetu aweze kuletwa namba hizi polepole tu, tukimshapia makofi. Hiyo sio makofi ya harusi. Unajua Waafrika tusiposhangilia harusi hakuna. Namba hizi nataka nyinyi mniangalie hivi na waangalie. Wakwaja wana harusi wako salama, wako salama. Leo sisikii Wakongo, wako salama. Wacheni niwaambie Wakongo, maana tumekubaliana. Mimi naelewa Wakongo, naelewa Wanyarwanda. Siku ya harusi ni ya harusi. Pia jirani, siku ya harusi ni sherehe na ni sherehe. Ama mnasikia bado hamjafika kwa harusi? Si harusi tuko nayo. Hebu tushangilie. Bwana wetu asifiwe sana. Nataka sasa kupatia ndugu yetu Mholana, maiki iko wapi? Ashikiwe na best couple, best man, ili aweze kutuambia kama tuendelee na harusi ama tusiendelee. Ukitaka kuongea na Kikongo uongee ile unasikia, lakini tuambie kama tuendelee na harusi ama tusiendelee. Isiwe ulibadilika usiku na sisi tukusukumie. Tuendelee. Tusikie wacha tusikie nyama hizi kama ameota usiku wa Shane na Mholana ama bado anasema harusi iendelee. Hiyo bado ni kidogo. Ongeza foni, ongeza kabisa, ongeza ya mwisho, ongeza sasa ile ya kuongea. Sawa, tumshangilie nyama hizi, makofi. Sasa nataka Mholana, kabla tuendelee, asiwe, nimeona Wakongo wote wanafanana, asiwe umeletewa mwingine kutoka sehemu nyingine. Kwanza ufungue uniambie kama ni yeye ama sio yeye, tusiende tukafunganisha mwingine. Haya, Mholana. Anaangalia taratibu. Ni yeye ama sio yeye? Yeye kabisa. Ni yeye kabisa. Sasa nataka nyama hizi apatie nadhiri yake, alafu tutaendelea.
nikiwaacha wengine wote, naunganishwa na wewe pekee kwa siku zote. Wow, tumchapie makofi. Asante. Tunauliza ndoa tunaye harusi ama hatuna? Mnaona kama iko harusi ama hatuna? Haya, sasa sijui kama kuna pete ambayo itakuwa kumbukumbu la hii ndoa ya siku ya leo. Nataka niweze kuzibariki. Baba wa mbinguni, nashukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo, madhubuti ya leo. Asante kwa sababu ya hizi pete ambazo zilitengenezwa, na sasa Bwana tunazitakaza ziwe za kumbukumbu ya siku ya leo, ili Mungu Maulana na nyama hizi wanapoziona wanakumbuka siku ya leo ya ndoa. Tunawabariki na tunatangaza baraka juu yao, na wafanikishe kwa kila jambo wanapoendelea katika hii safari ya ndoa, wawe wakikumbuka siku ya leo. Tunazibariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Sasa sijui ni nani aliuliza mwingine achukue pete ya kwanza, na ukiweka umwambie maneno ya moyoni, ile mliongea wawili. Sasa tusikie wote. Maulana ndiye alianza. Wacha tusikie akimwelezea na maneno yake mwenyewe. Umeransi, umekuwa mtoto wangu kwa siku zimepita, wewe ni mtoto wangu kwa sasa. Naahidi kukupenda, kukujali, kukutunza, kukupendelea familia yako. Ndugu zako watakuwa ndugu zangu, rafiki zako watakuwa rafiki zangu, ndoto zako zitakuwa ndoto zangu. Tuwashapie makofi. Kwa wakati huu nataka tuende pale wa sign certificate, alafu warudi hapa tena, tutaendelea. Tuko karibu kumaliza harusi, inabakisha dakika 5 tu ama 10. Nataka mshike mkono vizuri. Haya, kuna wimbo ama hakuna wimbo ya Kikongo? Hakuna wimbo. Wimbo iko. Washa iwekwe juu.
dufatikanye tuvuge ngo tuzamwibuka. Mucunguzi mwiza ananire mure ibyo ukora byose biragutangaza. Tuzamuye Mwalana na mke wake nyamba hizi. Sasa wakija tuwapatie sheti ya kuonyesha leo wamefunga harusi ambao ni ya kanisa ya takatifu. Bwana awabarikie certificate. Tuwabarikishe Baba, tunatangaza hii certificate itakuwa kumbukumbu la maisha yao, wajue siku ya leo wamefanya harusi tarehe 18 Februari. We bless them from today in Jesus name. Tuwachapie makofi. Hiyo ni sheti yenu uweze kuiweka. Nataka wakati huu kwa dakika kidogo wapatiwe kipawa ya kanisa na reverend wetu Jane ambao atawapatia dakika moja mbili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru Bwana sana kwa ajili ya harusi ya siku ya leo ya watoto wetu. Kama kanisa ya The World Restoration tuko na gift ya baraka sana tunataka kuwapatia, na hii gift ni neno la Bwana, na tunashukuru Mungu sana kwa ajili level ile Mungu amewapeleka na boma ile wameanza siku ya leo. Tunataka kuwatia moyo neno
mkilisoma litawaongoza, mtajenga boma ambayo itasimama katika msingi wa Mungu na boma ambayo itatukuza Mwenyezi Mungu. Ndoa ya baraka, ndoa ya furaha, watoto wa baraka mtaitoa katika neno la Bwana. Mungu wetu awabariki sana. Wakati huu nataka tuwaombee, nikaribishe mchungaji ambao amelea namba hizi akuje hapa ili apewe mic tuweze kuwaombea. Wachungaji wote wasimame na wazazi waelekeze mikono. Wachungaji wasimame wote, wachungaji pamoja na wazazi tuwaelekeze mikono, maana tutaweza kutoshea hapa. Nyeni magoti tuweze kubarikishiwa na mchungaji. Tunaomba. Baba mtakatifu, katika jina lako litukufu, tumewasili hapa kwa ajili ya sherehe ya harusi ya vijana wetu ya Waizi na Patrick. Baba, tunasema asante kwa mchungaji askofu ambaye amefanya kazi hii kwa kibali ambayo umempa. Tunaomba baraka kutoka kwako mtakatifu ili uweze kubariki nyumba hii ambayo imejengwa leo. Tunawaweka mikononi mwako, tunakemea nguvu zote za ibilisi, nguvu zote za shetani, nguvu zote za giza, ili Bwana siwezi kukaa mbali nao. Uweze kuwabariki na watoto, vijana na wavulana na wasichana, uweze kuwabariki na mali, uweze kubariki nyumba yao Bwana, wakiingia wakitoka, uweze kubariki wote Bwana wa kutoka familia hii. Tunasema asante kwa yote. Wewe ni Mungu ambaye anabariki, wewe ni Mungu ambaye anapeana. Baba mtakatifu, tunaomba nguvu zako ziweze kulinda nyumba hii na nguvu zako ziweze kuwazingira sana sana, uweze kukujua na kuendelea katika kazi zako Bwana. Jina lako liinuliwe kwa wale wote ambao wako hapa, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Sasa nataka kuwaletea mme na mke Patrick Mhalana, na kile Mungu ameunganisha kusiwahi kuwa mtu atatenganisha. Ninawabariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa harusi imeisha. Mhalana akaribishe mama nyumbani, amwambie unajua Wanda wako kubatiana wanasema amani amani. Sasa karibisha mama nyumbani, mwambie amani amani mama, amahoro amakuru. Haleluya. Nataka sasa tuwaruhusu waende waketi kidogo, wapunge hewa, kwa sababu harusi imeisha yao. Sasa wameshaoana, sasa ni kuendelea. Vijana wetu wanirudishie hii podium, si tukawashangilia kila harusi iko ama haiko. Sasa mnipatie dakika 5 hivi ni neno moja tu, alafu tumutaendelea na sherehe ingine dakika kidogo kama 5. Sitawakalisha kama vile mliambiwa na mchungaji wetu. Tunafanyanga mambo yetu Amos mlango wa 3 mstari wa 3. Amos mlango wa 3 mstari wa 3 inasema ya kwamba, je, wawili
waweza kutembea pamoja ila tu wakubaliane. Kiingereza inasema can two walk together unless they agree. Siku ya leo neno moja ambao nitaongea naye kwa sababu ya kijana wetu ambaye anaitwa Mhorana Patrick na mke wake na Mahisi, nataka kuwatia moyo mambo ya makubaliano, kwa sababu kitu moja imefanya dunia ichanganyikiwe leo. Ndoa zimekosa makubaliano, lakini kwa sababu leo umeanza njia ya ndoa na mume wana, sasa nimesikia Mhorana akisema umekuwa ndoto lake, yaani maisha yake ni wewe. Naye Nyamahisi naye alikuwa na ndoto na kumpata Mhorana, na sisi kwa sababu mmepatana, mwanze kuwa na kitu kinaitwa makubaliano. Makubaliano ni kusema ya kwamba jambo lolote unafanya kwa maisha mnakubaliana. Mnakubaliana mtafanya hivi, mnakubaliana tutapata watoto hawa, mnakubaliana tutatumikia Mungu hivi, mnakubaliana tutasaidia wazazi wetu hivi na tutafanya mambo yetu hivi, tutanunua hii, tutajenga hii. Kwa maana Biblia inasema wawili hawawezi kutembea pamoja mpaka wakubaliane. Mungu awapatie neema ya kukubaliana katika jambo lolote mnafanya. Mnapoenda kutumikia Bwana, sio huyu anafanya hivi na mwingine anafanya yale. Huyu anataka watoto 3, huyu mwingine anataka watoto 20. Hiyo nyumba itakuwa na kuchanganyikiwa. Huyu anataka hii, anapenda huyu, anachukia huyu. Huyu anapenda kukula hii, huyu mwingine hii. Hiyo nyumba itakaa na shida na ndoa nyingi pia zinaisha wakati huo. Lakini siku ya leo, kwa sababu tumeanza maisha ya ndoa yenu, tunaomba kama vile Biblia inasema mnakubaliana. Kabla mtoke kwa nyumba, mnakubaliana. Leo tunaenda hivi, mimi nitakuja jioni, mimi nitafuga kazi sema namna hii, kuna mgeni anakuja leo nyumbani, kuna jambo kama hili litatendeka. Mnakuwa na neema ya kukubaliana, na hiyo makubaliano inafanya ndoa iende miaka nyingi. Mnakubaliana tutaenda ibada hivi, tukitoka ibada tutaenda kufanya hivi, tutaenda kuwatembelea wazazi, tukitoka kuona wazazi tutafanya hivi. Mkikubaliana itakuwa mzuri sana. Na watu wengi, kuna jamii moja, mama alikuwa amepata kazi nzuri na baba wa nyumba naye ako na kazi nzuri. Mama akaambia baba wa nyumba, nataka uninunulie gari. Ule baba wa nyumba akasema hapana, wakati kwa sababu ya majukumu yale, wacha kwanza tusinunue gari yako, kwanza tufanye haya na haya na haya. Nakumbuka baba naye ako na kazi yake, alisema usiponinunulia naenda kuchukua loan na nitajinunulia, na akaenda kuchukua loan na akanunua gari. Ile ndoa inaanza kuwa na mvutano, maana huyu akisema hivi, huyu naye anasema hivi. Lakini kama siku ya leo, hata Mungu akikupatia pesa nyingi, hata kama Mungu atawapanua na njia gani, muwe na makubaliano. Mnasema tutanunua hii hatutanunua sasa, kwanza tutafanya hivi, tutapeleka watoto shule hivi, tutafanya hii jambo lingine. Mambo iwekwe kwa makubaliano, kwa sababu Biblia inauliza, je, wawili wanaweza kwenda pamoja mpaka wakubaliane? Na ukiangalia pale mwanzo, Mungu alipoumba mwanamke na mwanaume waliishi pamoja, na maandiko yanasema ya kwamba hata walikuwa uchi na hawangesikia ile aibu ya uchi. Katika maisha kuna mambo mengi kama vile nimesema nadhiri, sio siku zote kutakuwa na pesa. Kuna siku ya kupata pesa na kuna siku hakutakuwa na pesa. Kuna siku mambo itakuwa mazuri na kuna siku ingine mambo itakosa kuwa mazuri. Lakini katika mambo yote watu wanakaa chini, wanakubaliana. Kabla ya kutoka nyumba, unaongea na mama, unamwambia mimi ninaenda mahali fulani na nitachelewa. Leo tuko na mkutano fulani na itakuwa hivi. Makubaliano ikiwa, ndoa inasimama. Watu wakianza kuvutana, huyu anasema hivi, huyu anasema yale, huyu anataka hii, huyu anataka hale, hiyo nyumba itakuwa na shida. Na kwa sababu leo nimesikia Mhorana akisema Patrick, Nyamahisi amekuwa ndoto lake. Sasa hii ndoto uishi
tena Maulana, shetani hakufurahia ukifanya harusi. Kumbuka shetani hajaoa mpaka leo, na shetani hataki kuona watu wameoana. Kwa hivyo akiona mumeoana anasikia kinyongo, anataka kusambaratisha ile ndoa. Lakini kwa sababu imekuwa ni ndoto, endelea kushikilia ile ndoto, endeleeni kuomba pamoja, mnashikana mkono mkioa. Kabla utoke kwa nyumba mnaomba, unasema mke wangu akienda hivi na mimi nikienda hivi, Mungu tulinde. Mkirudi jioni mnaomba, msiende kienyeji, huyo anaenda hivi, huyo anaenda hivi. Kuna mzee mmoja aliambia, baba mmoja wa Goma aliambia mke wake, usiwahi kuachana kushinda ukinipigia simu unaniuliza umefika wapi, uko wapi saa hii, kwani umechelewa? Akamwambia usipoona nimekosa kufika nyumbani siku 3, hapo ameokoka. Akamwambia usiponikosa kwa bomba siku 3, usiwahi kunipigia simu. Kumbe ule mzee siku moja ataenda apate ajali. Mama anakaa ile siku aliyokuwa ya kwanza, akakaa siku ya pili, akakaa siku ya 3, siku ya 4 akakumbuka niliambiwa ikimalizika siku 3 nimkose. Sasa naanza kupiga simu. Kupiga simu hapatikani baba, ni mteja. Kupiga simu ni mteja. Wakaanza shughuli za kumtafuta kwa marafiki. Marafiki hawajamuona, tulimuona. Mwishowe alipatikana mochari akiwa na siku kama 5-6, kwa sababu alikuwa ameambia mke wake, usiwahi kunisukumia masimu. Leo nimekuja kuambia Patrick, kijana wetu na dada yetu, mkubali masimu. Simu ni muhimu sana. Nitachelewa leo, nitakuja nyumbani nimechelewa. Leo nimekwama, kuna jamu nyingi ya magari. Kwa hivyo inakuwa mawasiliano inasaidia sana. Na hapo ndio Biblia inatuambia ya kwamba neno limetuambia ya kwamba hatuwezi kwenda mbali ikiwa hatutakubaliana. Joshua alifika siku moja akasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Kwa hivyo ningetaka siku ya leo Patrick, wewe usimame kama kiongozi wa boma yako. Kubali Mungu katika ile boma. Kubali Yesu aonekane kwa ile boma. Kubali wageni waingie kwa boma. Msifunge milango, mseme ni nyinyi wawili tu mtakula ile chakula. Hapana, wacheni wengine waingie. Saidieni wengine. Kama vile hao watu wote wamekuja kuwasaidia, na nyinyi msiende mtoroke maana mmeoana. Kuna watu wengi tumeshawaiona hata kwa hii kanisa. Unaona mtu anajifinyilia, anakuwa mzuri, akifanyiwa harusi yeye anaenda kwa sababu yake amemaliziwa. Lakini kwa maana umemaliziwa, ndugu yangu Patrick, kuna wengine vijana wako kwa laini. Rudi nyuma uendelee kusaidia wengine. Dada yetu uendelee kusaidia wengine, ili usije kuwa wewe umebarikiwa na utaki wengine wabarikiwe. Vile Mungu ataendelea kuwasaidia, muendelee kusaidia wengine. Na jambo lingine, mnakubaliana. Sasa kuna wazazi wanne. Sasa mnajua sasa tunaenda kwa wazazi wetu hawa na wazazi wetu hawa. Usiseme wale ni wazazi wa msichana au ni wazazi wa kijana au sio wazazi wangu. Hapana. Sasa mkioana hamtakuwa wawili, mnakuwa mtu mmoja. Kwa hivyo kuanzia siku ya leo mkubaliane, tutatembelea hapa, tutafanya hivi, tutasimama hapa, tutafanya yale. Mambo yao makubaliano, na ile ndoa itasimama kwa miaka nyingi. Mweke Mungu mbele. Vile nimeona Reverend amewapatia Biblia. Biblia iko na magari ndani. Biblia iko na kila kitu ndani. Amani iko kwa hiyo neno. Ushindi wa mataifa uko kwa hiyo neno. Mambo yote mazuri iko kwa hiyo neno. Msiweke tu kama kipawa. Unajua ukipewa kipawa unaweza kuiweka chini, unasema hii kipawa nilipewa siku ya harusi. Usiweke tu kama nilipewa siku ya harusi. Iwe ni mkate wenu, kama vile mnakula mkate mwingine, mnakula ile neno, na ndani ya hiyo neno iko na utajiri mnaohitaji. Kuna kile hatutaweza kuwapatia, kuna kile wazazi hawataweza kuwapatia, lakini ndani ya hiyo neno iko na kila kitu. Iko dunia hii na ile iko mbinguni, na ile utaishi naye milele na milele. Kwa hivyo ndugu yangu Maulana Patrick, dada yangu Nyama Irisi, ubarikiwe sana, na hiyo ndio ombi letu. Wacha niombe. Baba, ninaombea hawa wanandoa na ninawatabiria kuanzia leo ndoa
ninawafanikisha kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Nataka kuwaombea wote sasa. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa wachungaji, watumishi wako wamekuja hapa, wazazi wa vijana wetu na wote marafiki wameingia. Natangaza baraka Bwana, hasa katika hii community ya Wakongo. Tunatangaza baraka juu ya maisha yao, na tunatangaza Bwana hata Kongo kutajaa amani. Kila sehemu ambayo zimekuwa na vita, tunazitabiria zitakuwa na amani. Wewe Mungu ambao ni wa amani, tunatuma amani pande zote za Kongo, kusiwe na vita, kuwe na amani, kuwe na amani katika jina la Yesu. Baba, ninaombea hata watumishi wako wote wako hapa, wa Kongo wote walinde, na tangaza wakiwa Kenya, amani iwe katika maisha yao. Mungu wafanikishe kwa biashara, uwafanikishe kwa maisha. Vijana waendelee kuoa na kuolewa, uendelee kuwaponya, wasiwe na shida, wasiwe na magonjwa, wakiwa katika taifa hili la Kenya, wote wabarikiwe. Ninatangaza baraka juu ya maisha yao, uwapanue kama vile ulipanua Jebesi, wapanulie mipaka, wafanikishe zile kazi wanafanya, wafanikishie ndoa zao, wakiwa katika hii taifa, miaka yote wataishi hapa, amani iwe kwao na hata nyumbani kwao, kila sehemu uwafanikishe. Wale wanafanya kazi wapromote, wale wanafanya biashara zipanue, wale wote wanasoma wapatie hekima na maarifa, wafaulu mwaka wote wa 2023. Ninatangaza wamebarikiwa. Hata wale wenyeji wa restoration na marafiki wote tumewabariki, na ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Mbarikiwe, mbarikiwe. Funga hiyo sasa. Asante sana Askofu, Bwana kubariki na kutende mambo mema pamoja na wachungaji wetu wote katika jina la Yesu. Pia tungependa kupongeza bibi ya Bwana Nabii Muhorana. Congratulations. Situpigie makofi. May the Lord bless you. Tunajivunia ninyi katika jina la Yesu Kristo. Tuko na mambo machache tunataka kufanya ili tuweze kutamatisha ibada yetu, maana hii ibada inafaa kuwa sasa tunamalizia, ili hayo mambo mengine iweze kuendelea. Wakati tutapenda kukaribisha mchungaji Joseph kwa dakika moja kwa kutoka kanisa letu la Christ Tabernacle, waweze kupeana gift ya kanisa kutoka Kayole. Karibu mchungaji for 1 minute in Jesus name. Alafu akiongea wanakwaya hapo watajitayarisha, alafu tutatoa sadaka. Tayarisha sadaka yako ili maana tutatoa sadaka hapa kanisani. Karibu mchungaji. Asante na tunashukuru. Umesikia wameniambia for 1 minute. Ndio. Ningeomba wale tumekuja na wote wakuja wasimame hapa. Wale wamekuja na gift tuzipeane tuketi. Hiyo tu, na maneno mengine. Tunashukuru sana kwa mchungaji askofu, nasema asante. Wale washirika na viongozi, barikiwe sana. Hilo ni kanisa la Christ Tabernacle mahali kutoka Kayole na Mavira. Tuna gift ngama hizi. Huyo ambaye mnaona alikuwa na kazi maalum kwa kanisa, alikuwa anafanya na deacons, alikuwa asha. Ningeomba madikoni wote wale maashas karibia hapa mbele, karibie na ile gift yao wapeane. Madikoni na maashas afadhali wamkaribie wakimpea gift. Yes. Wangeongea neno lakini kwa sababu ya muda, picha na picha.
Kazi ya pili alikuwa akifanya hapo na bidii sana ni kazi ya uombezi. Timu ya intercessors wale wako hapa, asanteni sana kwa picha. Tuna waombezi wa area kutoka makanisa tofauti wa Kayole wa mbalimbali ukiendelea kukuja. Yes. Kisha kuna ministry inaitwa Luanja Ministry. Hawa ni viongozi wa wale waombezi wa area yote ya Kayole kutoka makanisa tofauti. Wanamuletea gift, tafadhali mpe gift wapiga picha. Luanja za picha. Asante sana kwa picha, asante sana. Ministry ya Luanja, Ministry ya Luanja. Mwinue juu hiyo ni gift ambayo umeleta, ionekane kwa picha vizuri. Ndio mzuri. Hii ni Ministry ya Luanja alikuwa anafanya nayo. Mungu awabariki sana. Tungeomba Mama Nyawahisi apite mbele pamoja na wamama wa kanisa wamama wa New Hope Choir. New Hope ndio yanze sasa. New Hope ndio yanze, wamesema ya kwamba watapatia Mama Nyawahisi gift, wanafanya naye kwa kwaya. Picha tulize haraka, dakika tumepewa zimeisha. Kisha wamama wote wa kanisa mtajoin New Hope hapa kulete gift yenu pamoja na New Hope. Ninyi wote ni wamama, tafadhali mkaribie New Hope pamoja na wamama wa kanisa wote. Gift ya wamama wa kanisa tafadhali. Asanteni. Piga picha. Kuna kikundi ingine ya Solidarity. Kuja mtoe gift. Solidarity. Eti hii ni gift ya Koma Punch. Nimeambiwa hivyo ya Solidarity. Tunashukuru sana. Ningeomba Nyawahisi na mume wake usimame hapa kanisa la Grace Tabernacle ukiwa karibu na mimi. Nikiongea neno hili tukimaliza. Kwa neno moja tu, hii ni gift ambayo tunapeana kwa Nyawahisi. Ni neno la Mungu kama vile mchungaji mkuu amesema. Kuna mambo yote hapa, ukisoma utapata utajiri, hata na kiroho utabarikiwa. Neno la pili ni kumkabidhi Nyawahisi kwa kanisa hili la Restoration. Alikuwa ni mshirika wa kanisa la Grace Tabernacle Kayole, akifanya kazi zote hapo. Kwa hiyo kuanzia leo tunataka tumtangazie kwa kuwa tumemkabidhi kanisa la Restoration. Zile kazi zote alikuwa akifanya, na tukihakikisha ya kwamba huyu ni mfanyakazi wa kanisa, anafanya kwa kanisa. Yeye ni mtu ambaye
kanisa anafanya kazi. La mwisho, tunashukuru Mungu kwa kuwa kama kanisa la Grace Tabernacle tumekuwa washuhuda kwa harusi ya Nyawahisi. Hii tunaitamani na tunaiona. Maombi yetu Mungu ameyasikia. Mzazi wa Nyawahisi, tunamshukuru sana. Mfanya vizuri kulea mtoto na kumfikisha kiwango hiki. Mungu akubariki. Andiko linafikiri mmetoa gift yenu. Mungu awabariki. Wanahitaji gift ikabidhiwe na imefunguliwa. Kwa hiyo mtafanya hiyo kazi. Ningeomba mkaribie tupigwe picha vizuri kisha tuketi. Pastor, wachungaji mtasimama hapo. Wachungaji msimame hapo tupeane gift ya kanisa. Asante. Situpigie hawa wapendwa wa Grace Tabernacle kutoka moyoni makofi. Makofi. Tunashukuru. Unaweza chukua viti zenu. Mungu awabariki. Mungu awatende mambo mema. Asante mchungaji. Thank you so much. Asante sana. Mungu awabariki. Asanteni. Bwana na Bwana mnaweza chukua viti zenu. Thank you so much. Asanteni. Kwa wakati huu tungependa tuweze kutoa sadaka. Sadaka zetu tutazileta hapa mbele kwa hizi offering cabinets, na nikiomba wanakwaya wa restoration wakuje waimbe wamtukuze Mungu na kifungo moja ama mbili za wimbo. Uko ready wana restoration? Uko ready? Ya karibuni for one or two. Yes. Lord,
zingine zitakuja kuendelea katika jina la Yesu. Taomba vijana tu watuondolee hii podium for, tunataka kuomba tu dakika 5 tumalizie kwanza this first or the second session that we may, ili tuweze kuingia to the other session, na tutakuwa na kipindi kidogo cha picha, maana hawa Mhorana na mke wake wakienda picha, wazazi hawatakuwa. Kwa hivyo saa hizi wameomba tuweze kuchukua picha, na kwa hivyo Mhorana ungekuwa hapa na mke wako, kujeni hapa. Nikiuliza wazazi, Pastor James na mke wako kujeni mahali hapa. Mama yetu na jemu jitayarishe, wakienda kupigwa picha hakutakuwa. Kwa hivyo tuchukue yenu saa hii, na Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Sisi tutachukua haraka, ndugu na dada zao pia wajitayarishe haraka. Cameraman tafadhali, sasa hiyo ungekuwa umechukua, tuende kwa wazazi wetu. Wazazi kujeni, wachungaji tunaweza kufuata kutoka hapo. Sasa tuko na wazazi wafuate nyuma, sisi wengine wote pia tutatoka. Wakitoka ili kanisa kwa dakika 10 peke yake, tutauliza vijana wote mahali hapa wa kutoka Kayore, kutoka sehemu zote, wakongwe wenzetu na hapa restoration, kusaidiana kupanga kanisa vizuri. Wazazi pia tunaweza kufuata, wazazi pia tufeel free. Wazazi tafadhali tufuate. Wachungaji kujeni, wachungaji kujeni tafadhali. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Kama kuna mtu kama group ambaye haikupata nafasi ya kuweza kushiriki kama waimbaji wana